Ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, mimi naitwa Madam Nyamisi Kazungu, mwalimu wa ujasiriamali. Karibu sana tujiunge. Kuna hili swali ambalo huwa ninauliza kila siku hasa kwa vijana. Je, unafanya biashara gani? Lakini majibu unayopata kuwa sifanye biashara kwa sababu sina wazo na wala sina mtaji. Leo hii nimekuja na ndugu yetu hapa, ndugu Emmanuel. Emmanuel atajitambulisha na kuelezea vizuri. Yeye ni mjasiriamali, yupo katika viwango vya juu kidogo. Basi ataelezea jinsi alivyoanza na hapa alipofika, ili kijana upate uzoefu na upate picha kwa vyote vinawezekana kama ukithubutu. Emmanuel alithubutu. Kwa hiyo leo hii utamsikiliza. Karibu sana ndugu Emmanuel. Asante sana. Karibu sana. Asante. Sasa hivi unatazamwa na wananchi na watu mbalimbali, na wangependa kufahamu historia yako. Wapi umeanza na sasa umefika wapi? Changamoto gani ulizokutana nazo na pia mafanikio yako? Karibu sana ndugu Emmanuel. Asante. Kwa majina naitwa Emmanuel Andreas Molongo. Ni mjasiriamali. Ni mmiliki wa media inayoitwa A to Z TV. Ni online TV. Nafanya biashara ya maudhui. Tuko upande wa mitandao zaidi. Ni mtu ambaye narusha taarifa tofauti zinazopatikana kote Tanzania. Hiyo ndio biashara ambayo naifanya. Lakini nimeanza kumiliki media mpaka sasa ni mwaka 1.5. Nazungumzia nimeanza kumiliki media mwaka 2024 kama sio mwezi wa 8 wa 9. Ndio nilipoanza kufanya kazi ya media kwenye media yangu. Changamoto nimekutana nazo nyingi sana kabla ya kuwa na media na baada ya kuwa na media. Kabla ya kuwa na media, changamoto kubwa ambayo nilikutana nayo ilikuwa ni issue ya mtaji, fedha. Sikuwa na pesa ya kuweza kununua vifaa vyote ambavyo vinahitajika kwenye upande wa media. Kwa hiyo ilinibidi nianze kujiandaa taratibu ili kuweza kutimiza ndoto zangu. Nilipata wazo la kuwa na media mwaka 2019. Ndipo nilipokuwa na wazo kwamba natamani siku nije kuwa na media. Na miongoni mwa watu ambao walinifanya nikawa na tamani kufika sehemu fulani kwenye upande wa media ni media moja na Millard Ayo. Wazo ulipata kuanzia mwaka 2019 mpaka sasa miaka 6. Ni mwaka wa 6 sasa hivi. Kutoka 2019 toka nilipokuwa na wazo hilo, ikanibidi sasa niweke nguvu zangu kwenye kitu ambacho natamani kukifanya na kukifikia. Nitafikaje ikiwa sina elimu, sina ujuzi, sina taaluma juu ya mambo ya habari? Ilinibidi nianze kujifunza kutoka kwa watu ambao wanafanya hivyo vitu. Nikaanza kwenda sehemu ambazo za video production ambao wanashuti maharusi, kupiga picha nini. Nilikuwa naenda mle kujifunza. Naomba kwenda kufanya kazi tu bure, lakini nilikuwa najifunza kwa simu, naangalia tutorials za video. Baada ya kuangalia naenda huko naambia bana, mimi kamera najua, wananifundisha na nisio video. Kwa naenda kufanya kazi. Nafanya kazi nilikuwa silipi chochote, lakini baadaye nilikuwa nafanya kazi vizuri, media moja huko Kilimanjaro, wakavutiwa na ule utendaji wangu kutoka tulipoanza mpaka tulipofika. Wakawa hawakuniajiri ila wakawa wananipa pesa ya kujikimu. Naweza kaenda kufanya kazi kwa elfu 50, kwa elfu 40. Kutoka hapo ndipo nilipoanza kupata mtaji wa kufanya hiki kitu ambacho nakifanya leo. Kwa nilikuwa nikipewa labda elfu 40, nachukua elfu 30 na hifadhi elfu 10, ndio nachukua hela yangu ya kula, ndio inakuwa hela yangu ya matumizi. Kutoka pale nilijichanga nikafanikiwa kuweza kununua kamera mwaka 2022. Kwa nilitumia miaka 3 kujichanga ili niweze kununua kamera. Na ilikuwa ni kamera yenye gharama ya $1.8 million. Ila ilinikost muda mrefu kwa sababu sikuwa na pesa. Japo hapo katikati nilikuwa ninapata pesa, lakini ile hela niliyosave nilikuwa naichomoa niitumia kwenye mambo yangu.
Kwa hiyo ilinibidi kuchukua muda mrefu sana ili kuweza kufikia kupata vifaa au kupata mtaji. Lakini changamoto nyingine niliyokutana nayo ni ujuzi. Sikuwa na ujuzi wa kujitosheleza kuweza kufanya hili jambo. Media zina mambo mengi sana. Media zina vitu vingi sana ambavyo mtu anatakiwa vijue, kwanza kuhusu taratibu, sheria na kanuni kuhusu mambo ya uandishi. Vitu vingi nilikuwa sivijui. Kwa nimetumia muda mwingi sana kuweza kusoma hivyo vitu, ikiwa huko na shughuli zangu nyingine tena nataka ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumatch hivyo vitu viwili kwa wakati mmoja. Lakini issue nyingine ilikuwa pia muda. Nasema muda kwa sababu nilikuwa na shughuli nyingine ambayo nilikuwa nafanya kiachana kuwa na media, ambapo sio shughuli ya msingi sana, siwezi kuelezea hapa, lakini ilikuwa inanigharimu muda, kwamba niweze kusacrifice muda wangu mimi kwenda kujifunza masuala yanayohusiana na media au kwenda kufuata taarifa. Muda mwingine nilikuwa naenda kwenye taarifa na simu yangu kushuti taarifa, wanafika kule nakutana na watu wana kamera na nini. Kwa hiyo kuna namna walikuwa wananiinspire, lakini pia kuna namna nilikuwa najisikia vibaya. Kwa hiyo ikawa kama changamoto kwangu pia issue ya muda. Lakini changamoto nyingine ambayo nimekutana nayo zaidi kwenye upande wa uandishi ni kutokutambulika, kwa sababu sikuwa na utambulisho wa aina yoyote wa kwamba wewe ni mwandishi. Sikuwa na identification card ya journalist. Kwa hiyo ilikuwa nikienda sehemu nyingi sana nakataliwa kuchukua taarifa kwa sababu sio mwandishi, sitambuliki. Kwa kutoka kukutana na hizo changamoto nikachukua muda wangu wa kwenda kujifunza, kwenda kusoma mpaka nikafika hapa nilipo leo. Hizo ni changamoto ambazo nimekutana nazo kutoka nilipoanza mpaka nilipo. Sawa ndugu Emmanuel, umeelezea vizuri. Nina imani kijana anayetusikiliza hapa, anayetuangalia amepata kitu kikubwa sana. Labda kwanza, kabla sijakuuliza baadhi ya maswali, naomba utuambie mafanikio uliyopata hadi sasa. Karibu. Asante. Upande wa mafanikio, na naweza nikasema nimefanikiwa kwa kiasi fulani kikubwa, kwa sababu wanasema, kuna watu wanasema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo alichonijalia. Naona kutumia hiyo sentence nitakuwa kama nakufuru, kwa sababu naamini ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia mpaka sasa nilichokipata ni kikubwa, kwa sababu kuna wengine walitamani kukipata na hawajakipata. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu kwa kikubwa alichonijalia. Mafanikio ambayo nimeyapata kwenye tasnia hii ya habari, kwenye kufikia hatua mpaka sasa namiliki media, napata kipato kutoka kwenye digital platform, kwenye mitandao ya kijamii, ambacho hatuwezi kukiweka wazi, lakini namshukuru Mungu napata kipato ambacho kimenisaidia kuweza kununua vifaa vingine ambavyo vinahitajika kwenye media, kama right, hizi laptop, mashine, kamera. Nimekuwa na vifaa vingi vya kutosha kuweza kufanya kazi. Lakini sawa ndugu Emmanuel, sasa nina imani mpaka sasa hivi una vision ya kuwa na TV ambayo ni powerful na itafika mbali. Labda nikuulize tu, umesema ulikuwa una changamoto mbalimbali. Changamoto mojawapo, changamoto ya kifedha. Je, ulikuwa unafahamu kuhusu taasisi za kifedha ambazo zinatoa aidha mikopo ya riba nafuu, au ulikuwa unafahamu kuhusu SACCOS, kuhusu vikoba, au hata upato, au hata kuna ile malikauli unakwenda dukani unakopa kamera afu unalipa kidogo. Je, ulikuwa unafahamu hayo mambo kuhusu mtaji? Ni kwenye upande wa taaluma, upande wa mikopo sikuwa nayo, na naweza nikasema kwa asilimia fulani siko nayo mpaka sasa, kwa sababu sikuwahi kukopa sehemu, sijawahi kukopa na sina mkopo. Kwa hiyo sina, yani sijui chochote kuhusu masuala ya kukopa, na nimekuwa nikisikia kwa watu, lakini kilichonipa ugumu sana hasa zaidi kwenye masuala ya kukopa, nilikuwa naamini kwamba
unapoenda kukopa sehemu lazima uwe na kitu cha kuweka kama dhamana. Sasa nilikuwa mimi ndo naanza, sina kitu chochote zaidi ya chumba ninachomiliki cha kulala. Kwa hiyo nilikuwa naona sasa nitaenda kukopa, nitaenda kuweka nini? Godoro. Sawa ndugu Emmanuel, umejibu vema. Je, kuhusu hii changamoto ya pili ulioizungumzia kuhusu ujuzi, je, utamshauri vipi kijana kuingia kwenye biashara ambayo inahitaji elimu fulani, inahitaji skills fulani? Je, utamshauri nini? Aende tu akajifunze huko au kwanza aingie darasani asome? Je, unaweza ukamshauri vipi kijana? Ya, kwa ushauri wangu mimi kulingana na niliyoyapitia mpaka kufika hapa, ninaweza nikamshauri kwa mtu ambaye ana vision ya kitu fulani na hicho kitu kinahitaji taaluma, ni vyema ukapata muda wa kujifunza juu ya hicho kitu, halafu baada hapo ukaja kukifanya, kwa sababu ukianza kukifanya ukiwa kabla una taaluma utapitia changamoto nyingi zenye kukatisha tamaa, kiasi ambacho kinaweza kikapelekea kuweza kuacha kabisa kufanya hicho kitu. Kwa ni muhimu sana ukapata taaluma, lakini si kama huna uwezo wa kupata taaluma ambayo inatolewa sehemu fulani ambayo official, yani sehemu kama vyuo au nini, hauna uwezo wa kuweza kulipa hizo pesa za kwenda kusoma, unaweza ukachukua nafasi yako au ukachukua muda wako wa kwenda kujifunza mitaani kwenye sehemu ambazo hivyo vitu vinapatikana. Kwa mfano kama mimi nilivyotolea, nilienda kwenye sehemu za video production ambazo wanapiga picha, usije kushoot maharusi. Nilienda kujifunza mle, kwanza nianze kuzizoea kamera ndio nipate ujuzi, hivyo baadaye hata nitakapokuwa na kamera yangu najua nafanya nini. Kwa hiyo ni vyema sana kuweza. Sasa ndugu Emmanuel, nafikiri ukizungumzia tasnia ya habari hautoacha kuzungumzia masuala ya kujifunza kupitia mtandaoni. Je, mtandao umesaidia katika kujifunza? Maana hapa umezungumzia tu swala la kujifunza kutoka kwa watu waliokuwa wanajiengage na hiyo tasnia. Je, mtandao umesaidia kiasi gani? Mtandao umenisaidia kwa asilimia kubwa sana, na naweza nikasema kwa asilimia 80 nimejifunza kutoka mtandao. Kwa kupitia hizi digital platform, mengi wanatafuta kwenye kitu ambacho mimi nataka kujifunza. Kuna vitu vingine mpaka sasa najifunza kutoka mtandao. Nimepata changamoto fulani, naingia na type, nafanya hivi, wananipa maelekezo, tutorials nyingi za kutosha, natafuta tutorial ambayo itanielewesha kile kitu mpaka nafikia hatua nakijua vizuri. Kwa kuna vitu vingine ambavyo huenda ningeweza kuvipata kwa gharama kubwa. Sawa, asante sana ndugu Emmanuel. Tunaambiwa kuwa biashara ili iwe biashara na isimame lazima uwe una kipato kingine tofauti na hii biashara. Je, unacho kipato kingine ambacho kitafanya usurvive ili biashara yako ikue? Manake tunavyojua biashara lazima isimame kama biashara. Hebu naomba uongee kitu kwa vijana. Je, unayo biashara nyingine ambayo pengine inafanya uweze kula au upate mahitaji mengine ili biashara yako ya habari iendelee kwa biashara na ikue? Ukiachana na media, mimi pia ni mfanyabiashara wa mchezo aina ya pool table. Na nasema mfanyabiashara kwa sababu namiliki pool table. Lile pool table lenyewe linasaidia kuendesha maisha yangu. Yani shughuli zangu mimi, usije kula, kuvaa, usije kulipa kodi nini. Hilo pool table lenyewe ndio linafanya hizo kazi. Lakini pia pool table hiyo nisaidia kuongeza kipato kwa sehemu fulani kwenye upande wa media. Hata ninapokwama na rudi huko kwenye biashara zangu za pool table. Hiyo ndio biashara yangu nyingine ukiachana, na imenisaidia sana, ndio backup kubwa sana kwenye upande wangu wa biashara, kwa sababu ni biashara ambayo inahitaji sana mtaji mkubwa. Sawa, nashukuru sana ndugu Emmanuel, umetuelimisha vema. Ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, nafikiri nina imani umeelimika kiasi cha kutosha kutoka kwa ndugu yetu Emmanuel na amekuelewesha vingi. Lakini mimi nilichopata, nimepata vitu hivi viwili. Cha kwanza, wazo. Na hii safari yake ya hii tasnia ya habari imedumu kwa si chini ya miaka 5. Mwaka wa 6 ndio
imeibuka. Ni sahihi? Ni sawa. Kwa hiyo kupata wazo na kulea wazo ni kitu kizuri sana, lakini pia amesema alikuwa hana mtaji na alikuwa anajitolea kwenye media zingine, akawa anapewa kitu kidogo. Kwa hiyo kijana, nina imani na wewe umechukua pointi kubwa ambazo zitakufanya uthubutu na uendelee na uwe hatimaye kuwa mjasiriamali mkubwa. Kwa kumaliza, ningesema msemo mmoja anasema, if you are afraid to lose, you don't deserve to win. Kama unaogopa kupoteza, basi hustahili kushinda. Kwa hiyo cha kwanza ndio kama alivyosema, uthubutu. Usiogope. Na kuna kauli nyingine alisemaga Ruge Mutahaba kwamba weka ndoto ya kuwa jua ili ukishindwa utakuwa hata nyota. Hizo ni vitu vya msingi sana kwa kijana. Huo ndio ulikuwa ushauri wangu. Weka ndoto ya kuwa jua, ukishindwa basi utakuwa hata nyota. Kamata hilo. Asante sana ndugu Emmanuel na karibu sana. Asante sana. Asante.